Yes, karibu kwenye hii channel. Kama ni mara yako ya kwanza, usisite kusubscribe, ukalike na kushare, kwani katika hii channel utapata video nyingi zenye mafunzo mbalimbali ambapo utapata elimu, utaelimika na pia utapata burudani na video za kuelimisha na kuburudisha pia katika hii channel. Sasa bila kupoteza wakati, leo nataka niwape somo ambalo kichwa chake kinasema kwamba jinsi ya kuacha uvivu na kuongeza nidhamu ya maisha yako. Yaani leo tutajifunza jinsi ya kuacha uvivu na kuongeza nidhamu kwenye maisha. So uvivu hauji kwa sababu wewe ni dhaifu. Uvivu unakuja kwa sababu maisha yako hayana mwelekeo, yaani hujui wapi unaenda. Umeona? Bado hujachagua njia gani unataka uende, ndio maana unaonekana mvivu. Kwa hiyo ukishakuwa na njia tu ambayo umeichagua unataka uende, hiyo ni hatua ya kwanza kupambana juu ya uvivu ambao unao. Kwa hiyo uvivu imaanishi wewe ni dhaifu, au sio dhaifu, ila hujaamua katika maisha yako unachukua njia ipi, unataka ufanye nini. So kama unataka kupambana na uvivu, fuata hizi njia ambazo nakupa sasa. Sawa, yaani hizi njia ukizizingatia, hilo kitu kinachotoa uvivu kinapotea kwenye maisha yako. Kumbuka, uvivu haimaanishi wewe ni dhaifu. Wewe sio dhaifu, ila tu hujaamua njia ipi unachukua kwenye maisha yako. Haya, kwanza kabisa, kitu cha kwanza ni kwamba uwe unaandika vitu vitatu muhimu vya kufanya kila siku. Yaani usiamke siku inayofuatia huku ukiwa hauna kitu ambacho unataka ukifanya katika siku hiyo. Yaani kwa mfano leo unaandika vitu vitatu vya msingi ambavyo kesho utavifanya, ambavyo naamini vitu hivyo ni vya msingi kwako. Vitatu. Mathalan, nikiamka nitafanya A, nikimaliza A nitakuja nitafanya B, nikimaliza B nitakuja nitafanya C. Unakuwa na mpangilio wa vitu vitatu vya msingi ambavyo utavifanya kesho yake. Unavipanga leo, kesho ndo unafanya. Kwa hiyo leo usiku wake unapanga vitu ambavyo utafanya kesho. Yaani uwe na ratiba ya siku. Usio unaamka ukiwa mtu ambao hauna kitu ambacho utakifanya kwa siku hiyo. Na hatua ya pili, anza na kitu ambacho ni kigumu kwanza. Katika vile vitu vitatu vilivyovipangilia, chagua kigumu ambacho ndo kiwe cha kwanza, alafu virahisi ndo umalizie. Sawa? Mfano, umeamua kesho yake asubuhi pakipambazuka uende jimu, ukitoka jimu ufanye shughuli yako wengine na nyingine, mwenyewe unajua. Sasa kama ikitokea kwenda jimu ndo ikawa ndo kitu kigumu kwako wewe, basi anza na hicho. Ukiamka tu asubuhi, ushamaliza shughuli zako chap hapo asubuhi na mapema, nenda jimu. Yaani uanze na kitu ambacho ni kigumu katika vile vitatu. Katika vile vitu vitatu ulivyoviandika, anza na kigumu ukifanya, alafu malizie na hivyo vingine. Alafu hatua ya tatu ni epuka simu mara unapoamka. Hatua ya tatu unatakiwa uepuke simu mara tu unapoamka. Yaani vile tu ukishatoka zako tu kitandani usishike simu, sababu unajua sasa hivi tumekuwa tuna haya madawa ya kulevya, mitandao ya simu, hizi TikTok nini, inatufanya muda mwingi tunachezea simu zetu. Kwa hiyo unavyoamka tu simu ikae pembeni. Dakika 15 usiishike simu yako. Dakika 15 usiishike simu pindi tu unapoamka. Yaani papo umetoka kitandani, acha simu ile kuishika baadaye. Sababu kizazi hiki, karne hii tunaenda nayo, tumekuwa simu tunazishika kuliko kitu chochote, yani mara kwa mara, tufanya tunakuwa so productive. Tumerogwa sijui na kitu gani, sijui ni madawa gani tumeweka kwenye hizi simu zetu,
ndio wote tunachezea simu. So ukiamka usichezee simu. Pa ukiamka tu, ni kwa vile inawezekana simu yako ilale chumba kingine, wewe ulale chumba kingine. Kwa hiyo hatua ya tatu, usishike simu unavyoamka. Ni pale tu umeamka usichezee simu, usishike kabisa. Haya, hatua ya 4 ni ujipe adhabu ndogo kama ukishindwa. Ukishindwa ujipe adhabu ndogo. Kama itatokea sababu binadamu hajakamilika, umemistake katika kufuata ratiba yako, au tu umeamka umechezea simu, jipe adhabu ndogo. Mfano adhabu hiyo unasema naruka kichurachura 50, au napiga push up 10, au nitachota ndoo 15 za maji. Yaani hakikisha unajipa adhabu kama utakuwa umekosea. Sababu hizi ni kanuni, principle, natakiwa uzizingatie ili upambane na huo uvivu. Kwa ukikosea unajipa adhabu ndogo, push up, kichurachura, au unaweza kuchota ndoo 5 hadi 7 au 10, whatever, hiyo ni adhabu ndogo kufidia ulichokifanya. Kingine pia, hatua ya 5 ni anza uwe unazungukwa na watu ambao pia wana shauku na mafanikio. Yaani hakikisha unazungukwa na watu ambao wana shauku, watu ambao tayari washachagua njia na wanaenda huko. Usikae na watu ambao hawana cha kufanya. Yani uwe unazungukwa na watu ambao wana shauku ya mafanikio, watu kazi. Wao watakuhamasisha, watakupele driving force ya wewe kuona kwamba unahitaji upambane na hiyo hali yako ya uvivu. Kwa hiyo unatakiwa uzungukwe, yani ujiweke na watu ambao wana shauku au wana pressure, yani wana shauku na mafanikio, sababu watakupa pressure mafanikio. Kwa hiyo automatically tu na utaanza kupambana. Halafu na hatua ya mwisho ni kwamba weka malengo ya wiki na sio mwaka. Yani uanze kuweka malengo yako ya wiki, kwamba wiki inayokuja nataka nifanikishe 1, 2, 3, na unapambana kisha unafanikisha. Uwe na malengo yako ya wiki, sababu ukiwa na malengo ya wiki hadi katika mwezi utakuwa umefika mbali, utakuwa tayari umesha progress. Wazungu wanasema umeshakuwa umeprogress, na umepiga hatua. Kuhakikisha unakuwa na malengo yako ya wiki, na katika mwezi kuna wiki 4. Kwa hiyo ukipambana katika kukamilisha malengo yako ndani ya mwezi utakuwa umepiga hatua. Kwa ndani ya miezi 3 utakuwa mbali kidogo, na uwe unasimamia nidhamu hiyo hiyo hadi inafika miezi 6, utakuwa tofauti. Hadi kija kufika mwaka utakuwa ni mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo unaweka ratiba ya malengo, wewe unaweka malengo ya wiki, sio ya mwaka. Anza malengo ya wiki. Kwa hizo ni hatua 7 ambazo zitakusaidia wewe kupambana na uvivu. Kwanza nimesema andika vitu muhimu vya kufanya kila siku. Hatua ya pili, anza kazi kubwa au ngumu katika hiyo ratiba yako, afu malizie na nyepesi. Sababu ya 3, yani hatua ya 3 ni epuka simu mara tu unapoamka. Na hatua ya 4, jipe adhabu kama utakuwa umekosea. Ni adhabu yenyewe iwe ndogo, usipe adhabu kubwa kama utakuwa umefanya makosa katika kutimiza hizo hatua ambazo nimetangulia kuzisema. Na hatua ya 5 ni hakikisha unakuwa karibu au unajichanganya na watu ambao wenye mafanikio, sababu watakupa pressure juu ya kupambana na hiyo hali yako ya uvivu. Na 6 ni tengeneza ratiba ya siku, yani uwe na ratiba ya siku, utafanya nini, unafanya nini, sawa, mpaka siku inaisha uwe na vitu ambavyo ushaviandika ambavyo utavifanya katika siku hiyo. Na 7
ni uwe mtu ambaye unaweka malengo ya wiki. So anza kufuata hizi hatua, utakuja kuniambia mwenyewe, utajikuta tayari uvivu umekukalia mbali na utakuwa mtu wa tofauti sana. So kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, ukalike, ukashare hizi video kwa wengine ili tujumuike kwa pamoja, tupate maarifa, elimu, tuwe wa tofauti. Thank you.